Kitaalamu 0 mpaka miaka 8 binadamu ubongo wake unakuwa umedevelop, umekomaa kwa takriban 90%. Halo? Asilimia ngapi? 0 mpaka miaka ngapi? Kuna watu hapa mtoto wako ana miaka 7.5 unamuona mtoto. Unamuona nani? Lakini kitaalamu akifikisha miaka 8 ubongo wake umeshakomaa kwa 90%. Huyo ni mtoto? Huyo ni mtoto? Nani anasema huyo ni mtoto? Yaani baada ya kujua hili, nani anasema huyo ni mtoto? Sio mtoto, ni mtu mwenye umbo la kitoto. Na kosa kubwa tunalofanya wazazi ni kwamba huwa tunawaona watoto kwamba ni watoto, badala tuwaache watoto watukumbushe kwamba wao ni. So by the time wanafika kuwa watu wazima, sisi bado tumekwama kwenye nini? Nyumbani kwangu mimi nina sheria, usiige lakini ni ngumu. Nyumbani kwangu huwa naambia hapa nyumbani ninaishi na binadamu. Wengine wana maumbo ya kitoto, wengine maumbo ya kiujana, wengine wana maumbo ya kiutu uzima, ila hapa ninadili na binadamu. Ukiona ninakusukumizia majukumu makubwa kuliko uwezo wako, utanikumbusha wewe mwenyewe. Mwambie jirani yako usimuone mtoto kuwa ni mtoto. Mwambie mwache yeye akuone, akwambie kwamba ni mtoto. Mwambie mwache mtoto akukumbushe. Unajua kwa nini nakwambia hivi? Utapishana na gari ya mshahara. Ndio maana wengi wenu mtoto ana miaka 15.5 bado unamuona mtoto. Ana miaka 20 bado unamuona mtoto. Matokeo yake yeye ameshajiona mkubwa, wewe unamuona mtoto. Unaongea naye kitoto, unamshauri kitoto, unapiga naye stori za kitoto. Ana miaka mingapi? 15. Akikwambia ana girlfriend unachanganyikiwa. Unategemea nini ana miaka 15? Yaani huo nao ni muujiza. Halo? Anaye. Wewe kama ukubaliane naye sasa ndio uanze namna ya kufanyaje? Kumshauri namna ya kufanyaje? Ya kutoka. Lakini basically mwenzako anajiona tayari ameshafanyaje? Amekuwa. Sasa kipi bora? Wewe muone mtoto wako ni mtu mzima, yeye akukumbusha kama ni mtoto, au wewe muone kama ni mtoto, yeye ndio akukumbusha kama yeye ni mtu mzima? Halo? Jambo la kwanza unalotakiwa kuliepuka sana katika kipindi cha mwaka 0 mpaka miaka 10, yani kipindi ambacho hasa sasa wewe ndio mlezi, yani ndio unamlea mtoto. Kwa sababu basically 0 to 10 wewe ndio mama, wewe ndio baba. Baada ya hapo wewe sio mama na baba. Wewe unakuwa baba na mama kwa hiari yake mtoto, yani anavyokuona, sio unavyojiona. Na nataka twende taratibu unielewe. Mtoto wako akifikisha miaka 11, yeye anakuona kwa hiari yake kwamba wewe ni mzazi. Akigoma kukuona wewe ni mzazi, huwezi kumlazimisha. Kwa lugha nyepesi, malezi ya mtoto ni 0 to 10. Baada ya hapo haulei. Baada ya hapo ni mtoto anakuruhusu kumlea. Unaona muda ulivyo mfupi? Ile tunavyosemaga malezi ni magumu, malezi ni tabu, malezi ni nini, ile ni muda mfupi sana, mfupi sana. Ushaharibu mambo mengi sana. So jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuliepuka sana kwa mtoto wako, epuka sana kumnyanyasa au kumdekeza mtoto wako kwenye hii miaka 10 ya mwanzo. Epuka kumnyanyasa, epuka kumdekeza. Kumnyanyasa mtoto na kumdekeza mtoto, madhara yake kisaikolojia ni yale yale, na tena bora kidogo aliyenyanyaswa kuliko aliyedekezwa. Kitaalamu tunaita over neglection ama over protection. Sasa tuanze na kunyanyasa. Kunyanyasa inawezekana ikawa kwenye makundi mbalimbali. Kwanza, unaweza ukamnyanyasa mwanao kimwili, physical abuse or physical neglection.
Tunapozungumza physical abuse, maana yake ni hali ile ya kumpiga sana, kumpa kazi ngumu sana, nguo za nyumba nzima anafua yeye, nyumba nzima ya gorofa anadeki yeye, vyombo vya nyumba nzima yeye, kazi zote ngumu yeye. Tukikuuliza nini? Namkomaza. Maisha sio mepesi, akomae. Hapo humkomazi, unamnyanyasa. Mtoto anatakiwa afue nguo, lakini sio nguo za nyumba nzima, ni nguo zake. Halo? Zake afue, lakini sio za nguo nzima. Unapompatia nguo za baba afue katika jina la kumkomaza, ana miaka 8, that is abuse. Humkomazi, unamharibu. Lakini kuna wale wazazi wanafanya verbal abuse. Unamtamkia maneno magumu, mabaya, ya ajabu, mbwa kabisa, utafeli maisha, huna unapokwenda, jinga kabisa. Neno lako moja linaweza likakaa kwa mtoto wako kwa miaka nenda rudi. Kama baba yangu ananiona mbwa, dunia ipi itaniona mimi binadamu? Simple. Kama mama yangu ananiona mjinga, kama baba yangu ananiona kilaza, ni nani ataniona na akili? What is the point? Kuna wale wazazi ambao kwa sababu fulani na kwa sababu mnampenda sana mtoto, unatamani awe mtu poa sana duniani, siku zote mnataka mtoto awe wa kwanza. Na mimi huwa nashangaga, hivi huu ugomvi wa mtoto kuwa wa kwanza, wangapi hapa mlikuwa wa kwanza shuleni? Maana nikiendaga shuleni siku hizi kila mzazi anataka mtoto wake awe wa kwanza. Huwa najiuliza, hivi wote tulikuwa wa kwanza kweli? Tuwe wa kweli. Sasa unakuta mama alikuwa wa 15, baba alikuwa wa 22, mtoto awe wa kwanza. Katoa wapi huo genius? Halo? Unajua muhimu kwenye maisha sio kuwa wa kwanza. Muhimu kwenye maisha ni mtoto wako awe na akili ya kupambana na maisha. At the end of the day hawezi kuwa wa kwanza kila siku. How? Lakini kwa sababu mtoto amekuwa wa mwisho, kwa sababu mtoto amekuwa wa 20 na basi nyumbani hakukaliki. Yaani inafika wakati mtoto akipata matokeo shuleni, anaenda nyumbani anaogopa, anatetemeka. Imagine anajua nakutana na simba baba na chui mama. Mula uliofuata siku nimefika nyumbani, yuko very excited. Anambia, "Dad, I've got very good news for you." Nikamwambia, "What is it?" Akanicheki hivi. Nikamwambia, "Ila wewe sikuamini. Utafurahi kweli?" Nikamwambia, "Just tell me." Akaniambia, "Hutaamini. Nitaka kuwa wa kwanza, lakini nimekuwa wa 3. How is that?" Nikamwambia, "That's right. That's my girl." Mbona hiyo? Akaniambia, "Baba usiogope. Next time nakuwa wangapi? Wa kwanza." Kimoyo nasema, "Dogo, inatosha, usiendelee sana." Sasa imagine angekuja amekuwa wa mwisho, alafu mimi na mama yake tukamkalia kikao, sema jinge kabisa, toto tutalipa ada kubwa sana. And then baada ya hapo ni kwamba kila wakati akikaa kwenye mtihani anakuwaza wewe na sauti yako mbaya na namna unavyokasirikaga kwa yeye kufeli na wewe ulikuwa unafeli. Imagine mzazi unakasirishwa na mtoto kufeli mtihani. Hivi na connect vipi? Tukikuuliza, ada nalipa kubwa sana. Ada ulitumwa. Hiyo ada ya milioni 5 ulitumwa. Ulikaa kikao na mtoto. Wewe mwenyewe ndio uliona shule nzuri na majigorofa mazuri ukampeleka. Hukutumwa. Sasa unamstresi mtoto kwa maamuzi yako mwenyewe. In fact, hiyo nyingine ni financial abuse kwa mtoto. Kuna wazazi hapa, watoto wenu wameshaanza kuwa na sonona bado wadogo. Kichwani mwake kila wakati akienda shule ananiambia, "Mungu nisaidie, niwe mkubwa, niwe na hela yangu, nimlipe mama na baba hela zao." Nisikilize mzazi, usimnyanyase mtoto wako kwa pesa yako. Nilisema jana, parenting is not an investment. Malezi sio uwekezaji. Please,
Kama unaona hailipi, peleka mtoto wako shule ya milioni, peleka UTT. Utakuwa umebarikiwa tu na Mungu. Lakini usipeleke mtoto shule cha milioni 3 halafu unamsema kila siku. Hizo zingine ni dhambi ndogo ndogo. Halo? Na kuna ile nyingine, kila siku huna hela. Nao ni unyanyasaji. Huo nayo ni unyanyasaji wa kifedha. Kila siku, mama naomba hiki, sina hela. Baba naomba hiki, sina hela. Imagine mtoto wa miaka 8 kila siku anakuona baba na mama hamna hela. Imagine anaanza kuyaogopa maisha, bado mdogo. Hii dunia haina hela. Huo nao ni unyanyasaji huo. Unajua kwa sababu gani? Yeye anazipata wapi hela? Wewe ndio shujaa wake, unajua Wewe ndio mwamba, ulimleta tena kwa hiari yako. Hakuomba maombi ya kuletwa, ulimdownload mwenyewe. Mlishirikiana viumbe wawili wenye akili timamu, mkamleta. Anakuja kushangaa hawa viumbe wawili kila siku hawana hela. Anaanza kuona hii dunia hainaga hela kabisa. Sasa hutakiwi kumpatia mtoto wako kila anachokihitaji. I understand that. Mimi mwenyewe watoto wangu, I don't give them everything they want. Lakini usiwaambie una hela, mwambie sikupi. Baba naomba biskuti, no, sio leo. Naomba pizza, no, sikupi. Halafu siku asiomba unamtoa out, unampa anachokitaka. Mimi wanapenda kupishana nao watoto wangu. Akiniomba si wapi, wasiponiomba na wapa. Kwa hiyo wamezoea siku hizi, wanatulia, wanasubiria watakachopewa. Tusipangiane maisha. Halo? Ila wanajua baba ana hela. Hilo wanajua. Watoto wangu wanajua. Baba hata kama sina, najikaza na nakuja na tabasamu nyumbani like, unajitahidi kuonyesha pesa zipo. Sema kushaonyesha watoto una hela nao kuna tabu zao. Siku hizi kila nikifika nyumbani nawekwa kikao. Baba, nyumba unaojenga uweke swimming pool. Baba, nyumba unaojenga, wanaangalia vitu kwenye TV, wanakuja kunyewe watoto nyinyi, mniache. Mtajenga swimming pool kwenu. Unyanyasaji wa kiuchumi. Lakini kuna wale wengine wanafanya emotional abuse kwa watoto wao. Unyanyasaji wa kihisia. Chakula kipo, anachokitaka anakipata, kila kitu kipo, lakini huna muda wa kuongea na watoto wako. Na siku ukiongea na watoto wako ni maagizo tu. Junior nimekwambia hivi, nani nimekwambia hivi, wewe nimekwambia hivi. Wazazi, jifunzeni kunyamaza kimya, muwasikilize watoto wenu wanachokiongea. Kwa wale ambao wanadhani kwamba malezi yanahitaji masaa mengi sana, no, it's not true. Rudi nyumbani kwako saa 2 usiku, watoto wako hawajalala, paki gari, shuka kwenye gari, unatabasamu, acha wa stress yako huko nje, waache wakukumbatie, ingia sebleni, vua viatu, rudi, kaa nao, weka simu pembeni, listen to their stupidity. Waache wa vent, waache waongee, waache wakwambie yaliyotokea shuleni, waache wakupigishe mastori. Watoto wanahitaji hadi 40 minutes. 40 minutes ya wewe kuwasikiliza. 40 minutes inatosha. Shida yako ni kwamba ukifika nyumbani, hizo 40 minutes ni wewe unaongea. Junior nikwambiaje? Homework imekuaje? Darasa imekuaje? Hujafua? Socks zako umetupa hapa. Angalia. Oho. Sasa mama yetu mwenyewe ni kama ana bipolar hivi. Manake anakasirishwa na dada wa kazi, akiingia chumbani kakasirishwa na mume wake, akitoka hapa amekasirishwa na socks zilizotupwa, akitoka hapa hajapo akachishwa na homework. Unafika nyumbani, mama by the time unaenda kulala, moyo unadunda ti. We vipi? Watoto, dada, nani? Yeah. Are you normal? Uteseke kazini na nyumbani uteswe na watoto. Umejenga nyumba kitu unaiogopa. Hello? Am I talking to parents here? Ninapozungumzia kumpatia mtoto nafasi ya kuongea, unaepuka emotional abuse, kumnyanyasa kihisia. Kila binadamu anahitaji kusikilizwa. Especially mwanao. Sometimes wanaongea pumba, but listen to them. Achana na maelekezo. Hakikisha unampa nafasi ya kumsikiliza. I promise you, mkielewa hili, dakika 40 za kukaa na watoto wako ni more than enough. Kwa mtoto yote alikuwa anapigwa sana, anasemwa sana, ananyanyaswa sana,
amepewa kazi ngumu sana nini, huyo tayari saikolojia yake inaenda ikiharibika. Atakomaa kwa nje lakini ndani ameumizwa. Lakini upande wa pili kuna wale ambao pengine kwa sababu alinyanyaswaga, alijiapiza, Mungu akinisaidia nikapata kazi nzuri, watoto wangu hawatateseka kwa namna nilivyoteseka. Mwewe kutana na wanaojiapizaga. Kwa hiyo uko bize unajitahidi kuwa mama bora, baba bora. Sikiliza, the moment unaanza kutumia nguvu ya ziada kujifanya kwamba ni mama au baba, umeanza kumlinda mtoto wako kupitiliza. Umeanza kumdekeza mtoto wako. Swala la kuwa mama au baba sio swala la kujitahidi, is a natural thing, ni kitu cha asili. Mwanamke yeyote aliyezaa ni mama tayari, huhitaji kufanya cha ziada. Mwanaume aliyezaa ni baba tayari, huhitaji kujitahidi. Ukianza kuona unajitahidi, umsurprise mtoto, umspoil mtoto, umsikilize kupitiliza, kila anachotaka anapewa, pesa yote anayotaka anapewa, tayari umeshaingia kwenye kufanyaje? Kumdekeza. Kwa nini? Kwa sababu ili binadamu akue vizuri, anatakiwa kuna wakati apuzwa kidogo na kuna wakati adekezwe kidogo. Tunaenda sawa sawa? Kwa mtoto anatakiwa asikilizwe, lakini ukimsikiliza kupitiliza umemharibu. Mtoto anatakiwa apewe kazi, lakini usipompa kazi kabisa umemharibu. Unapofika wakati mwanao kila anachokitaka anapewa, uwe na uhakika umeanza kumharibu, kwa sababu hata kumnyima ni sehemu ya kumsaidia kujenga resilience, ustahimilivu, kwamba hata kama nikinyimwa haimaanishi sipendwi, napendwa, lakini haimaanishi nitapewa kila ninachokiomba. Wangapi hapa wanaamini Mungu anatupenda? Let me see your hand. Yeah, I see that. Oh, wonderful. Oh, I like that. Wangapi hapa kila maombi mnaomuombaga Mungu anakujibugi? Exactly. Nitaka nishangae hiyo miracle. Nataka nione Mungu namna gani unamuombaga ili na mimi nije. Kuna wakati anatukazia, hatujibu, hatupi, na anatupenda. Upendo sio kumpatia kila kitu. Upendo wakati mwingine ni kumnyima baadhi ya vitu ili umsaidie kukua na kukomaa. Mwanao lazima ajue ya kwamba si upendo kupewa kila kitu. Hello? Wale ambao wamesoma kitabu changu cha Sukio kuhusu malezi, nimeandika vizuri sana concept ya afya ya akili. Tatizo la afya ya akili linasababishwa na mambo haya mawili makubwa: over neglection na over protection. Over neglection na over protection. Kumnyanyasa mtu na kumdekeza mtu, vyote viwili vinatengeneza the same problem. Ulaya wana janga kubwa sana la tatizo la afya ya akili, lakini wao tatizo lao ni matokeo ya over protection, kwa sababu mpaka serikali imeingilia, inapangia wazazi namna ya kulea watoto. Ukinona tu hivi ukakasirika, mtoto akiona anapiga simu 911, mama kakasirika, njooni. Sure. Telling you the truth. Mimi na client wa Ulaya, Uingereza, Canada, my friend, mtoto anaweza akaamua kukuweka ndani na unawekwa. Kwa nini? I don't feel safe with my mom. Nenda Uingereza na Ulaya. Uongei, mom, you're shouting at me. Police, shoo, ndani. Kwa wao wenzetu wana struggle na mental health crisis, lakini ni kwa sababu ya over protection. Sisi tuna struggle na mental health issue kwa sababu ya over neglection. Vibao, vipigo. Wale wa mama wa zamani wa, ukikosea unapigwa, ukilia unapigwa, ukipigwa na usipolia unapigwa kwa sababu hujalia, na ukilia unapigwa kwa sababu umelia. Paka unakuwa confused, nilie nisilie.
Yaani unaweza ukapigwa for no reason. Wazazi wa zamani ilikuwa ni balaa. Unaweza tu ukapiga na kibao. Au nimefanya nini? Wewe nimeamua. Kono unawasha, nimekulipua. Sisi bwana, tatizo la afya akili kwa asilimia kubwa tumedundwa balaa. Zile mambo za ugali na sukari, si ugali na nini sana, ugali na chumvi sana. Alafu hamna mtu anayeshtuka yani. Unaenda shule asubuhi mpaka saa 8 mchana, njaa inakupiga, ukifika saa 9 ugali hamna. Na hamna anayeshtuka yani. Upo hapo. Jipambanie mwenyewe. Sasa watoto wa siku hizi na sisi kwa sababu tulinyanyaswa tukajiapiza. Kwa sababu unayachukia maharage, nyumbani kwako maharage hayapikwi. Ulimwengu unamsubiria, itamgonga maharage mpaka atachanganyikiwa. Kwa hiyo unapolea mtoto wako 0 to 10, you have to balance. Lazima ufanyaje? Balance. Na kubalance ni rahisi sana, sio ngumu kama unavyofikiria. Chukulia tu hivi yani kwamba mtoto asipokula tayari umemnyanyasa. Lakini mtoto akipanga chakula gani ale, ushamdekeza. Hiyo ni ngumu. Mtoto anatakiwa ale chakula ulichoweka mezani. Hizi mambo za nyumba ya siku hizi, tuna menu 3. Junior ana menu yake, Agnes ana menu yake, baba ana kisukari ana menu yake, mama ana pressure ana menu yake, na dada wa kazi anakula chakula chake. Tutafika? Halo? Tutamuelewa baba mwenye kisukari. Sasa hawa watoto wao wana nini? Allergy. Mtoto wa miaka 5 ana allergy na chakula. Na siku hizi watoto wadogo nina allergy. Paka unajiuliza mtoto amejuaje mambo ya allergy? The principle is simple. Mtoto anakula chakula ulichoweka mezani. Simple. Hataki kula, anaenda kula. Usigombane naye, kalale. Njaa ni mwalimu mzuri sana. Tatizo lako ni kwamba unaogopa mtoto wako kushinda njaa siku moja. Mwache agongwe na njaa siku hii. Kuna namna atakuwa anatafuta chakula kilipo. Na mtoto anacheka hapa. Oyo siku hizi watoto wa mjini ndio wanaotusumbua Mwanangu hali ana miaka mingapi? 6. Hali kwa upo nani dada Junior amekula. Amejitahidi. Wahalifu wawili. Bosi na mfanyakazi wake. Literally, you guys are kikundi cha wanyang'anyi. Junior ana miaka 6, Junior anasimamiwa kula. You call yourself a parent? No, you are not. You are a problem. Junior akikaa njaa, kuna namna atakuja, mom, where is the food? Unaambia kumbe tumbo linakuwa na njaa. Hatakufa njaa na kuhakikishia. Mungu ameweka hiyo ndani ya binadamu. Anajua umuhimu wa chakula. Ila siku hizi unajua shida yetu ikoje? Umemlipia mtoto ada shule ya milioni kadhaa, asubuhi anakunywa chai na boflo, saa 6 mchana anakula chakula, saa 10 kabla hajaondoka kwenda shule nyumbani anakula chakula. Akifika nyumbani anakuta kuna sausage na mayai. Saa 2 usiku tena kuna msosi mwingine. Hivi wazazi huwa mnawaza nini? Nianze kuwauliza. Hivi ni kweli watoto wenu hawali au nyie mnawalisha kupita kiasi? Sisi tunajua nyakati zetu ilikuwa unatoka nyumbani saa 12. Unaenda shuleni, ngoma ni saa 9, unarudi una njaa ya dunia nzima. Kuna namna chakula kikiwekwa hapo, kuna namna unatetemeka hivi, muujiza. Wewe unafahamu ada unaomlipia mtoto wako ni ya mamilioni ya pesa. Anakula mara 3 shuleni. Na anakuja nyumbani anakuta chakula. Cha nini? Ya cha nini? Hebu muulize jirani yako, cha nini?
dada mwekee mayai na sausage na maziwa. Katoka kula saa 9:30, saa 11 ana sausage, mayai na sura takula huyu mtu. Anaweka wapi kwa chakula? Mwisho siku kijunia kina tumbo kubwa hivi kinatembea. Unajua wakati mwingine huo ni unyanyasaji. Tunabidi tuutafutie jina, eating abuse. Watoto wanakula balaa. Naona kama wazazi tunaelewana Yeah. Kama umenunua TV, mtoto wako ana haki ya kuiangalia. It's fine. Saa 2 kamili katuni, Junior tunaomba limoni. Sitaki. Junior anaanguka chini, anajigaragaza. Anakimbia chumbani, anabeba kompea. Baba na mama mnaondoka, wahalifu wawili mnambembeza Junior. Tafadhali toka chumbani Junior, remote hapa. TV yenu, umeme wenu, kingamuzi chenu, Junior remote ya kwake. Eti. Kabisa Junior anawapangia. Mnamuogopa, mmenunua TV nyingine mmeweka chumbani. Msimsumbue Junior, anaangalia TV ya wapi. Alafu sisi tukiwaangalia social media tunaona best parents ever. Tunawapongeza jamani. Wanampenda mtoto wao. Na kusubiria pale, kuna namna na kusubiri pale. Dunia itamnyoosha huyo Junior, utaamini. Hello? Kumpatia mtoto haki ya kusoma ni sawa kabisa. Ukimnyima mtoto kusoma, umemnyanyasa. Lakini swala la mtoto anakupangia shule ya kwenda. Mami, ile shule nimeenda, matron ana sura mbaya. Mama umeshauriana na baba, nani mtoto anasema matron ana sura. Mnampigia simu mzee, mwalimu tutamhamisha mtoto wetu. Kwa nini? Hapana, it's just maamuzi tu, tumeona tunampeleka shule nyingine. Junior akiwacheka ona kumbe hao nikiwatikisa wanatikisika. Atawatesa. Akikerwa tu na mwalimu unamhamisha shule. Akiburuzwa na wenzake unamhamisha shule. Kitoto darasa la kwanza mpaka la 7 shule 4. Ameshajua kumbe hawa na wamudu hawa. Inatakiwa akisema nanili matron ni sura mbaya, anasema hapo sura hiyo mbaya. Najua kama mjamsikia. Siku moja mwanangu alitaka kunichezea game moja nzuri sana. Nilicheka. Karudi nyumbani siku hiyo, dad. Nikamwambia nini? Yaani leo sijashiba kabisa shuleni. Nini? Wamenipa chakula kidunju. Kwa hiyo mpigie mwalimu umwambie waongeze chakula. Nikamuuliza mwanangu, kwani wewe shuleni ulienda kusoma au kula? Stories zikaishia pale. Mimi nimekulipia ada ukasome, wewe umeenda kula? Chakula skipo hapa. Hapa na kiwekeka chakula wakati mwingine unakiacha. Skipo utakuja kula hapa, kule kasome. Mama nani hapa? Mwalimu, mwanangu kaniambia hajashiba. Mwalimu kwani serious? Mwisho wa siku mtoto anaamini shuleni ni kwenda kwa kula nini? Kesho atakuja kuletea kesi nyingine na kesho nyingine. Kesho utakuta kitoto kila siku kinakuja na kesi nyingine. Atasoma wewe mtoto? Wenzake wakiwa na malalamiko wanamtuma yeye kwa baba yako. Nenda kamwambie baba yako awaambie walimu, kwa sababu wewe unakuaga na energy sana ya kupambana na walimu. Halo? Mwingine mdogo ilikuwa kila akienda shule penseli kapoteza. Kila akienda shule penseli kapoteza. Nikamwambia sasa sikiliza ndugu yangu, tukubaliane. Na kununulia penseli 3 tu za mwisho sasa hivi. Kwa nini wagezi napotea? Wananiibia. Nikamwambia naomba uje na ya mtu umemuibia hapa. Ambia tangu siku hiyo penseli zipo. Tena baba nayo safi.
Mimi siwezi kumpigia mwalimu shule, mwalimu mwanangu anaibiwa penseli. Tafadhali. Wapendwa, mnanielewa vizuri? Mwanao akikosea anapaswa kuadhibiwa. Lakini kuna tofauti ya kumwadhibu na kumshambulia. Mtoto kakosea, kosa linaeleweka, ulimuonya, hajatekeleza, aisee, kosa lako ni 1 2 3, fimbo zako ni 1 2 3. Tunaelewana? 1 2 3. Sina ugomvi na wewe, ila na ugomvi na kosa lako. Lazima tukudiscipline ili akili kukae sawa. Lakini kuna ile mtoto kakosea, kwanza anakukuta sura imeshakasirika. Unaanza kuongea kama redio. Wewe utaniua kwa pressure. Nakwambia leo utanitambua. Nakwambia lelelele, viboko, mateke, ngumi, na umemaliza bado unaongea siku ya 3. Jamani, hiyo sio adhabu, hilo ni shambulio. Hebu chukulia mfano umefanya kosa, umepelekwa mahakamani, unamkuta hakimu anakuambia, umekuja wewe, utanitambua. Hivi imagine unakutana na hakimu anakuambia hivyo, hali yako itakuwaje? Yaani kakaa kwenye kiti chake cha enzi pale anakuambia utamtambua? Si unaona kifo hiki hapo? Ndivyo anavyofili mtoto wako unapokasirika na makosa yake. Kwa sababu wewe ndio hakimu, kiti cha enzi chako, umemzidi akili, umemzidi hela, kila kitu, alafu amekukasirisha. Mtoto wako anakukasirisha. Kwa nini unakasirika? Kosa lake linajulikana, adhabu yake inajulikana, malizana naye, unampenda, sina ugomvi na wewe. Imeisha. Mimi watoto wangu nawaadhibugi na wananipenda balaa. Because they know baba yetu ni very calm, hana ugomvi na sisi, tunaadhibiwa kama kawaida na mastori mengine yanaendelea. Tawapanisha kwenye gari, twendeni out, tukale, have a good time, mkizingua na zingua. Imeisha. Ila sina ugomvi na wewe. Mwenzangu na mimi, kwa mara ya kwanza mtoto wako anakutana na adhabu shuleni, darasa la 5C. Mwalimu amemchapa. Kilio. Nini? Amenichapa. Hivi mnashindwa kuelewa? Ina maana mwanao hujawahi hata siku moja kumwadhibu, mpaka kiasi kwamba akiadhibiwa anaona amenyanyaswa. Halo? Kuna wazazi wanaogopa hata kumkwaza mtoto. Yaani mtoto hakwaziki. Kwa mara ya kwanza amekwazwa akiwa chuo kikuu, na ndio akakwazwa na boyfriend wake. Yaani ndio amegundua kwamba dunia inakwazaga. Huyo ndo atakaa huyo kweli? Hata mamangu hajawahi kunikwaza. Hata babangu hajawahi kunidisappoint. Wewe ni nani? Dunia inamsubiri, dunia ina disappoint balaa. Nayoishi mimi dunia? Ni balaa. Kwa ni bora uanze kumdisappoint wewe mapema kabisa, kabla mambo hayajaweza kuwa. Sasa ninaelewa kuna wazazi ambao miwani yao waliovaa ile tuliozungumza jana, miwani. Yaani wakati anamnyanyasa mtoto, yeye ndio anaona ni kawaida kabisa. Shida ni nini? Kuna wazazi hawaelewi. Yaani ukimwambia anamnyanyasa mtoto hakuelewi. Anapiga kama mbwa. Na anasema ni sawa, namkomaza, namnyoosha. Wazazi, kulea mtoto ni sawasawa tu na issue ya kifaranga cha kuku kinavyotengenezwa. Kifaranga cha kuku kinavyotengenezwa lazima kiwekwe kwenye joto fulani kwa muda fulani kwa siku fulani. Joto likiwa dogo linakuwa yaiviza. Joto likiwa kubwa sana, yai linaiva, tunakula yai la kuchemsha. Simple. Mtoto aliyenyanyaswa maana yake aliwekwa kwenye joto kupitiliza. Kwa hiyo limekuwa yai la kuchemsha. Mtoto aliyedekezwa ni kama yai viza, kwa sababu joto lake halikutosha kupevusha ili mtoto kifaranga kizaliwe. Na wazazi wengi wanaolea watoto ni aidha wanazalisha mayai viza au wanapika yai. Balaa lipo hapa. How can you balance? Unawezaje ukabalance temperature wakati wewe mwenyewe hujawa balanced ndani yako? Yaani wewe mwenyewe ni aidha wa baridi au wa moto sana. Na ndio maana ni muhimu sana kuwa makini na hali yako ya afya ya akili inapokuja swala la malezi ya watoto. Kwa sababu jinsi ulivyo utatengeneza balaa
bila kujua kwamba unalitengeneza. That's why wazazi wengi wanajitahidi sana kwenye kulea, lakini wanajikuta wanazalisha kitu ambacho wakijiuliza wapi wamekosea, hawajui wapi wamekosea, because hawana namna nyingine. Na ni kwa bahati mbaya, tatizo la afya ya akili lina kitu cha ajabu sana. Kadiri unavyozidi kuwa mgonjwa zaidi, ndivyo unavyozidi kupata uvivu kutibiwa. Kuna watu wengi sana wameona ili tangazo la kongamano la wazazi na wanajua kabisa wanahitajiwa kuja kujifunza, lakini kuna namna mtu anaogopa kupona. Yaani hivi unajua kuna watu wanaogopa yaani ngoja nione itakavyokuwa. Sometimes unaweza ukawa umeumwa mpaka umezoea kuwa mgonjwa. Mimi naongea hivi out of experience. Kuna watu wanakuja ofisini ni wagonjwa balaa, lakini ukimwambia tuanze safari ya kupona, subiri nitarudi. Kwa nini? Umezoelea maisha ya kuumwa kiasi cha kwamba hauelewi utaishije maisha ukiwa mzima. Imagine mtu una miaka 40 umekuwa mgonjwa maisha yako yote, tunakwambia upone. Unaponaje sasa? Kwa unajikuta niacheni hivi hivi. Niacheni, si ndio watu siku hizi mtaani. Ni haya mafundisho niache hivi hivi. Ni bora atoe sadaka akafanyiwe maombi. Pastor niombe. Lakini ukimwambia kaa chini ujifunze, niache. Kwa nini? Umezoea ugonjwa mpaka imekuwa sehemu ya maisha yako. Unaogopa kupona. Na hao watu hapo